kufanya kitu bora makini ambacho kingeweza kutusaidia na kupatia mustakabali bora wa maisha yetu ya leo na kesho. Maana yaliyopita hatuwezi kujifunza tena, kwa maana ya kwamba tulianguka kwa maanguko tuliyopitia kwa jana. Leo basi yatusaidie tujifunze na tufikie hatima ya kutimiliza mengi ambayo Bwana Mungu wetu mbinguni amekusudia kutupatia: afya njema, kutupatia muda, kutupatia akili, kutupatia elimu ya kimbingu na hata ya kidunia pia. Ya kidunia tuwezeshe kuelewa mambo kadha wa kadha hapa duniani, na elimu ya kimbingu itusaidie kuelewa mambo ya kimbingu na hata kufanya mambo bora tungali tukiwa katika dunia hii iliyojaa misukosuko na dhambi. Basi tuombe. Mungu mwenye nguvu, wewe unayestahili kusifiwa kila wakati, na wewe ambaye unastahili kupewa heshima usiku na mchana. Siku ya leo tena tunapozungumza mada ya elimu, namna gani ambavyo mwanadamu anaweza kufanya kitu makini katika ulimwengu huu, hususan katika elimu ya kimbingu. Tusaidie kuelewa, na tunapoanza kufanya tukafanye chini ya uongozi wako, kwa jina la Yesu. Amen. Elimu elimu ni somo ambalo halijaeleweka sana kwa wengi. Wengi wanatazama na kufikiria kwamba elimu inayozungumzwa ni elimu tu ya darasani, ni elimu tu ya vyuo, ni elimu tu ambayo inafundishwa kwa kulipia ada, ni elimu tu ambayo inafundishwa na watu fulani wasomi, ni elimu tu ambayo inafundishwa huenda katika madarasa na nyumba fulani ambazo zimejengwa na kuwekwa kwa uangalizi fulani na utambulisho kwamba hapa ndipo watu watajifunza elimu hii. Lakini leo nataka tujifunze elimu ya kimbingu. Elimu ya kimbingu ni elimu ambayo inatolewa bure. Ni bure kabisa, elimu ambayo Mungu mwenyewe anaitoa. Maana elimu ya kimbingu ni elimu ambayo ikitolewa na kumfikia mtu anakuwa bora mara 10 zaidi ya huyu ambaye ameenda darasani. Sasa elimu hii inatolewa na nani? Mungu Roho Mtakatifu ndiye anayewezesha kutupatia elimu hii, ikiwa tutakuwa na vitu kadha wa kadha ambavyo amevielekeza kwetu sisi leo tuviishi na kuvifanya, hivyo ambavyo tukajiingiza katika hayo ambayo ameelekeza sisi tuyafanye, tutakuwa watu bora katika dunia hii na hata ijayo pia. Lakini pia mambo ambayo tungepaswa kuyafanya kama Mungu wetu anavyoagiza ni mambo ambayo unyenyekevu, kuomba, kusoma neno na kuwatambua wengine kama ambavyo sisi anatutambua. Hivyo basi tujiweke wakfu kila itwapo leo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Elimu ya kimbingu ni elimu inayotolewa bila upendeleo. Ni elimu ambayo inatolewa bila kujali makabila, elimu, umri, mataifa. Lakini pia ni elimu ambayo inatolewa kwa takribani kila itwapo leo, kila utwapo usiku na mchana. Mungu Roho Mtakatifu anajishughulisha na kuzungumza na watoto wake ambao wanakuwa wanyenyekevu machoni pake, ambao wanakuwa watu ambao wako tayari, ambao wanakuwa ni watu ambao hawana tashwishwi, hawana mioyo migumu. Mioyo yao wameiweka wazi, wameifungua na hata kupokea vitu ambavyo mbingu ingewapatia na hata kufanya makubwa na bora katika dunia hii na hata dunia ijayo. Hivyo basi, wewe ambayo unatamani kupata elimu ya kimbingu, elimu ya kimbingu ni elimu ambayo inakuhitaji tu wewe uwe mnyenyekevu, uwe na hekima. Unaipataje hekima ikiwa sio mnyenyekevu? Uwe msomaji wa neno la Mungu, uwe muombaji, ujali wenzio, na hata hivyo kuwapenda kama ambavyo Mungu ameagiza sisi tupendane. Inawezekanaje kumpenda jirani yako kama humpendi Mungu wako wa mbinguni? Lakini pia inawezekanaje kumpenda Mungu wa mbinguni ikiwa humpendi jirani yako? Inapaswa tuanze kupendana sisi tunaoonana kwa macho
wakati huo hatumfahamu Mungu na hatumuoni Mungu kwa macho yetu haya ya kibinadamu. Hivyo tukifanya hivyo ndivyo tutamkaribisha Mungu atupatie zaidi ya vile ambavyo sisi kwa akili zetu zinaona na hata kuyaishi. Lakini pia jambo jingine, elimu ya kimbingu haihitaji miaka mingi, eti kwamba mimi kwa sababu nina elimu, nimefundishwa kusoma Biblia, hivyo huenda una PhD na sio mnyenyekevu. Lakini pia unaweza ukawa unatokea kabila fulani la watu fulani katika ulimwengu, lakini bado hujawa tayari kumsikiliza Mungu Roho Mtakatifu ambaye anatupatia elimu. Tumelala, tunapumua, tuko tunasafiri, tuko tunafanya kazi zetu katika shughuli zetu za mikono za kila siku. Mungu anajishughulisha na hata kutupatia mustakabali mzuri wa kumtambua yeye na hata kufanya kila ambacho anakusudia yeye sisi kufanya. Na hivyo wewe rafiki unayenisikiliza na kumtazama katika YouTube ama Facebook ama Instagram ama Twitter, ni wakati mzuri ambao wewe unapaswa uelewe tu na kuanza mianzo mipya ambayo itakufanya na kuwafanya wengine wapate kitu bora kutoka kwako. Maana kusudi la Mungu ni yeye kutupatia vile ambavyo amekusudia sisi tujifunze kutoka kwake. Hivyo basi tunapaswa tu kuwa na vitu ambavyo nimejaribu kuvitaja, na hivyo jitahidi kuwa mtu ambaye ni bora katika ulimwengu huu, hata ulimwengu ujao. Mungu anahitaji watu wa namna yako ambavyo ulivyo. Haijalishi unatokea kabila gani, huenda ni dogo kubwa katika ulimwengu huu, haijalishi huna elimu ya darasani, haijalishi wewe ni mtu unayedharauliwa, haijalishi wewe ni mtu ambaye huna thamani, huenda katika jamii yako unayoishi ama katika familia ama shule ama wapi. Lakini pia asubuhi leo nakutia moyo kwamba fanya kitu bora katika maisha yako, kuwa mnyenyekevu, kuwa mtii, itambue na kusikiliza sauti ya Mungu anapozungumza na wewe, unaposoma neno, unapoomba. Mungu atakupatia kitu bora na makini katika ulimwengu huu. Hata jamii na wengine watakapotazama na kusikiliza watagundua kitu gani cha kwanza kufanya katika maisha yao. Basi tunakwenda katika tamati na kuhitimisha somo hili, basi na tuombe. Yehova, wewe uliye kila kitu katika maisha yetu, asante sana kwa kutupatia tafakari fupi na nzuri, makini, bora ya kufanya tusogee tena miguuni mwako, tupate elimu ya kimbingu ya isiyo na gharama yoyote hata kulipia. Wakati mwingine tunatafakari huenda elimu hii mpaka uwe na kiasi hichi, lakini kumtafuta Mungu Roho Mtakatifu hakuna gharama yoyote. Ni sisi tu kunyenyekea, kutii, kuomba na kusoma neno. Hivyo zungumza na hao wanaotazama na kusikiliza video hii ili wakajifunze, na sisi sote kwa pamoja tukafikia hatima ya utimilifu na uhitaji hata kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa jina la Yesu.